Mwinyi, unajua tayari masiku yashakatika. Na nimeshaenda mpaka hospitali, madaktari tayari washathibitisha kwamba mimi ni mjamzito. Na mimi nilikwambia hatupasi kufanya kile kitu. Kwa nini ulilazimisha? Kwa nini imekuwa hivi? Naweka wapi sura yangu mimi sasa hivi? Naanzaje kuelezea familia yangu mimi ni mjamzito? Kwa nini ni hatari? Tala mpenzi wangu, mimi naomba nikuondoe hofu kwa kweli. Mimi nipo tayari kusimamia ujauzito. Na nitakuja kwenu kuzungumza na wazazi wako. Na na imani kila kitu kitakuwa sawa. Ni swala la muda tu. Okay, sawa, nimekuelewa. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Hivi imewezekanaje kushika mimba ndani ya siku moja? Mbona kama majanga? Babe, kwa nini umenishtukiza lakini? Sasa mwenyewe unajua kwamba nilikuwa kwenye siku zangu hivi muda. Na leo ni siku ya hatari. Sasa itakuwaje? Kiukweli babe, kilichonipelekea mpaka nimekushtukiza na kukuleta hapa ni upendo wangu juu yako. Na ndio maana nimekushtukiza. Namna wewe mpenzi wangu. Sawa, umenimisi. Ila jua ni siku za hatari. Lolote linaweza likawa. Na kwa nini usiniandae mapema? Yaani mpaka nafika hapa unashtukiza kitu kama hiko. Ni sawa, ni siku za hatari. Babe, naomba nikuulize. Hivi unanipenda mimi? Nakupenda sana. Na unaniamini? Basi kama unanipenda na unaniamini, tafadhali usalama wako naomba uniachie mimi. Na itakuwaje mtaraji wangu akipata hizi habari? Naona kama kuna kitu kibaya kinajiandaa kwangu hivi. Hapana, kwa kweli ni lazima nifanye jambo haraka iwezekanavyo. Lickman, unajua ni mshaji wangu wa faida sana. Na unajua siri zangu nyingi mno. Mpaka sasa hivi nimeshaharibu. Wewe unafahamu mimi ni bwana harusi mtarajiwa. Lakini kiukweli kwa sasa kuna binti nimempa ujauzito. Chala na mimba. Hivi unajielewa kweli wewe? Akili yako inasoma bro. Usimume mtu wewe. Wewe si bwana harusi mtarajiwa ndugu yangu. Umekwenda umempata binti mwingine ujauzito. Na ndio maana nikakwambia kwamba hapa nilipo. Moja ikai, mbili haikai. Nina yeka wapi sura yangu kwa sasa? Ndugu yangu mimi sikulaumu. Na labda nikukumbushe kitu tu kwamba kila mchuma janga hula na familia yake. Umeharibu. Ilikuwa ni bahati mbaya tu. Yaani wewe ukinilaumu na huko ninapotoka pia nalaumiwa hivyo hivyo. Ndugu yangu, bado hujaribu. Ipo njia ya kufanya. Mimi simpatia dawa. Ila toa ujauzito. Kila kitu kitakuwa sawa. Atoe. Unadhani hii haitakuwa njia hatari kwa upande wake? Ukiangalia yule ni binti mdogo. Binti mdogo? Ewe rafiki yangu una akili kweli wewe? Binti mdogo abebe ujauzito. Wala mtoto mdogo amtanulie mwanaume miguu wewe. Amka ndugu yangu. Fanya hivyo nilivyokuambia. Ukishindwa ndugu yangu,
Mimi simo kwenye msala wako. Kiukweli sina jinsi. Itanilazimu tunifanye hivyo. Itabidi ufanye. Kwa sababu kuna muda unatakiwa uchukue maamuzi magumu kama mwanaume. Alafu pia punguza acha kudina ovyo bro. Wewe ni bwana harusi mtarajiwa. Sio kila mwanamke unadandia. Unaona amekukuta. Basi acha mimi nikatafuta hizo dawa. Fanya hivyo. Tala pesa wangu. Mimi nimekuja na wazo. Wazo gani? Kutokana na hali uliokuwa nayo kwa sasa. Nimekaa na kuwaza, nikapiga mahesabu na kuona ujauzito wako ndo kwanza una mwezi mmoja. Naomba tutoe. Tuto? Ifu na akili wewe. Tutoe mimba, hujui kama mimi ni msichana mdogo na siwezi kufanya hicho kitu, ni hatari kwa afya yangu. Chala mpenzi wangu. Naelewa kila kitu unachokipitia kwa sasa. Lakini ukiangalia hali ya maisha kwa sasa haituruhusu. Kumbuka tukisema tulewe ujauzito, aibu ni kwako na kwangu pia. Ni kweli niliteleza, lakini sitaki tuendelee kufanya makosa. Natamani kuja nyumbani kwenu, lakini ukiangalia hali yangu ya maisha haiko sawa. Mimi naomba uniamini. Hizi dawa hazina madhara kwako. Ni nzuri. Hapana, mimi siwezi. Siwezi kabisa kufanya hiko kitu. Cha kwanza naogopa. Afu isitoshe, mimi ni mtoto mdogo sana. Chala mpenzi wangu. Mimi naomba nikutoe shaka kwenye hili. Naomba usivunje imani yako kwangu. Ila mimi naogopa. Sio niliambia kwa unanipenda na kuniamini. Naomba usivunje imani yako kwangu. Sawa kama umeamua hivyo. Hizi dawa ni nzuri na hazina madhara kwako. Sawa, asante. Ninaomba tumia hizo. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Shona nakupenda. Bye. Okay, bye. Pole, usiseme hivyo Masika. Usiseme hivyo Masika. Chala. Nikipa moyo mama niseme. Mama wangu niseme mimi nimetoa mimba. Binti Maringo, kama Mungu tumekutana. Karibu shogangu, maana huli kwa mguu wa kwenda. Na wewe. Shoga yangu hapa mimi kilichonileta kitu kimoja tu. Nimekuja kutaka ushauri wako. Yaani hivi unaponiona hapa shoga yangu, nina mimba. Una mimba? Sasa nikufiche na nini? Nilishai kukuficha. Haya, na mimba ya nani? Dada, kukwambia ukweli tu tangu mwanzo. Nilikuwa natembea na Mwinyi. Mwinyi? Chala?
Pole shoga yangu. Hivi Chala hapa kijijini umeacha wanaume wote mpaka umeenda kutembea na Mwinyi? Kwani huna taarifa kama Ijumaa ijayo Mwinyi anaoa? Anaoa. Pole shoga yangu. Ijumaa ijayo Mwinyi anaoa. Na mimi nilijua umekuja hapa kwa ajili ya kuja kuona sare ya kijora shoga yangu, tukatafute mshono pambe punda, tuvae tukajiachie uwanjani. Kumbe ndo kwanza umeenda kujiingiza matatizo, una mimba. Hivi kwa nini Mwinyi kaamua kunifanyia hivi? Nimemkosea nini? Aha, na ndo maana akawa ananishawishi kwamba tutoe mimba. Utoa mimba tena? Chala, umesahau Umesahau mwenzako mchezo wao uliofanya kilitaka kunikuta nini Shoga roho litaka kunitoka. Jicho lishaangalia juu hivi. Kafanyi mama. Lakini kwenye hilo mimi sikushauri wala siko upande wako. Wewe hiyo mimba kaa nayo tu. Mungu ndo mpangaji wa kila jambo. Lakini kwa kutoa mama sidhani kama jambo zuri. Asante sana kwa ushauri wako shoga yangu. Manake kila nikikumbuka aliyokukuta na alichonambia Mwinyi kwamba nitoe mimba. Asante shoga yangu, mimi sitoi mimba. Haya, pole. Halo. Yes. Chala ameshatumia zile dawa. Hivi wewe unataka kuhatarisha maisha yangu ili kutimiza furaha yako? Unaniambia mimi nitoe mimba ili tu ukaoe? Hivi kweli? Nimekosea nini mimi Mwinyi? Nimekosea nini? Mpaka leo unaniacha? Sababu nini? Yaani katika mwili wangu nimekupa kila kitu, sijakukosesha chochote mimi. Leo hii hasa sikiliza nikwambie Mungu. Kati ya mimi na wewe, sijui nani atakayepata aibu. Na hii mimba sitoi. Baadaye. Selikman bora nimekuona ndugu yangu. Yeye ndugu yangu. Ndio. Aje. Kiukweli Likman mimi sielewi mpaka sasa hivi. Yaani dunia badala ya kwenye mabega yangu nimeitoa kwenye mabega, sasa hivi nimeamua kuiweka kwenye utosi. Siwezi tena kuhimili, shingo yangu ishakuwa inaniuma. Amekupa majibu gani? Mimi nataka uende kwenye pungi. Hapo unanifunga. Sababu nyoka hizi. Kiukweli mimi ninachokiona mbele yangu ni aibu peke yake. Nimeshadhalilika. Mzee, nimefanya kama ulivyoniambia bwana. Leo nilimpigia Chala na kumuuliza vipi ameshatumia zile dawa. Majibu alionipa, hata nguvu ya kusimama hapa sina. Sijui ametambua wapi kwamba mimi ni bwana harusi mtarajiwa. Amegoma kabisa kutumia zile dawa. Hawezi kutoa tena ule ujauzito. Amesema hawezi kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya furaha yangu mimi. Yaani yeye atoe ujauzito, mimi niende nikafurahi na mtu mwingine. Amenigomea na kumbembeleza.
Sijui ni kiherehere gani ameenda kumpa hizi taarifa. Hivi ninavyokuambia na simu amenikatia. Wewe unadhani mimi sura yangu naiweka wapi? Sikia nikwambie kitu kimoja. Nina wazo. Wazo gani? Haya, vipi babu wewe? Umenitia nini na mimi na wewe tushamalizana? Chala. Mbona kwa mkali hivyo mpenzi wangu? Kwa hiyo nataka nisiwe mkali, yote hayo ulionifanyia unaona mazuri, si ndio? Yaani wewe mwanamume wa ajabu sana. Hii dunia ndogo. Hakuna siri sasa hivi. Maisha sasa hivi kila mtu mdomo. Kusema huyu kapata hili kapeleka huku, huyu kapata hili kapeleka huku, nimejua. Haya, kilichofanya unite? Hivi nani alikupa hizo taarifa kwanza? Kwa shida umjue. Nisikilize Chala. Hizo taarifa ulizopatiwa zote ni za uongo. Kwa nini hutaki kunipa hata muda wa kunisikiliza? Mimi nipo tayari kulea huo ujauzito. Unasemaje? Mimi nipo tayari kulea huo ujauzito. Na kama hutojala, naomba nikupeleke nyumbani kwetu kwa ajili ya kuoa. Unanichekesha, unanifanya nifurahi. Yote mabaya yashasahau. Mbona ukubali nifurahi? Unasema kweli? Nimeshawahi kukutania mimi? Au kuna siku ambayo niliwahi kukudanganya? Ila sijapenda ulichonifanyia. Lakini utaniambia alikupa hizo taarifa. Sikwambii. Kesi ishia baba. Chala, nisamehe sana kwa kukudanganya. Najua unatamani kuolewa na mimi, ila mimi sitamani kukuoa wewe. Yupo mwanamke wa maisha yangu, na nimeamua kusema uongo ili kupata msaada wa kuchomoka kwenye janga hili. I'm sorry Chala. Mania. Mimi nimeshafanya kama ulivyoniambia. Nimeshazungumza na Chala na nimeshamwambia kuwa naenda kumuoa. Kiukweli Chala amefurahi sana. Lakini mpaka sasa hivi sielewi mpango wako ni upi. Mimi nadhani hapo kila kitu kinakwenda kwa sawa sasa. Wakati amekubali hilo alichomwambia, mipango inakwenda kunyoka na kwa hivi. Kikubwa ni mtambulishe nyumbani. Hivi Litman unajielewa kweli? Unafahamu fika kwamba mimi ni bwana harusi mtarajiwa. Nawezaje kwenda kumtambulisha mwanamke mwingine nyumbani hali ya kuwa yule nilokuwa naye sijamuoa? Ala. Unataka kuniambia wewe upo mpango mmoja na Chala, si ndio? Yaani mimi nilikuchukulia kama rafiki, alafu unaenda kuniingiza kwenye mitego ya kipumbavu kabisa. Mimi nitaiweka wapi sura yangu? Sikiza nikwambie kitu mimi. Tambua hichi ninachokifanya na kusaidia wewe. Sijifanyii mimi. Kumbuka hilo. Na isitoshe, kabla ya kupanga mipango kwanza unapaswa kuuliza ni kitu gani ambacho nimekisuka kabla ya kufanya mipango. Sikia nikwambie kitu. Kwanza unapaswa kuniuliza kabla ya kunilaumu. Endelea na mipango yako. Sikia nikwambie kitu. Sema Ngoma kutoa mimba kiari. Basi mara hii anakwenda kutoa kilazima. Manangu kukwambia umpeleke nyumbani. Haina maana umpeleke nyumbani. Yaani yule kabla ya kufika nyumbani lazima tumpeleke. Tupe mimba kila siku. Na hili jambo basi linahitajika kufanya kwa haraka zaidi kabla mipango haijaharibika. Lakini hiyo haitakuwa hatari. Hatari? Hatari gani? Kama hatari umeshifanya hapo mwanzo, sasa hivi ni kumaliza tu. Lazima tuve ngozi ya kigaidi ili kukamilisha hitaji la moyo wako. La si hivi takosa kana ganda mzee. Na hatuna muda wa kupoteza. Tunatakiwa tufanye kwa haraka zaidi. Sawa, naona haina jinsi. Itabidi tu tufanye hivyo. Basi sio na laumu. Kuna mambo mengine tutapaswa kuuliza kwanza. Hatuna haja kukaa. Tunaweza tukaenda. Tuzetu ndugu yangu. Kuna muda wa kusubiri.
ile yatakiwa upate shoga yangu. Yani nina furaha tena nina furaha. Hai kwanza na umekuja jino la huku naliona. Kuna nini? Shoga yangu. Yani hapa unaponiona hapa. Mwenye kanipigia simu. Yani kanaambia wote ule uloniambia, yani yale maneno uloniambia wewe uongo mtupu. Kwa yeye anataka kuoa ni uongo. Uongo. Na hapo kanaambia, yani hapa nasubiria simu yake tu. Kanaambia nijitayarisha akanitambulishe kwao anataka kunioa. We, kutoka chini ya mifelesi mpaka ukweni? Mpaka kwenye mishelisheli. Wewe mwenye kukwambia atakutambulisha kwao akakuoe wewe. Sasa wewe nikudanganye na nini shoga yangu? Kila siku nishaye kukudanganya wewe. Sawa, kuna kile jambo zuri. Hongera mdogo wangu. Ararisi si unayo tena tena vipi? Pache chala. Umeshinda na tena. Yaani umeshinda hasa. Kwa shoga yangu ndio hivyo nakuraha hapa. Sikai na kukimbia. Kwa hiyo umekuja kama kinyumba tu. Unaondoka. Na kuachia shoga yangu ndio apande kanisangaya. Jela wewe kuniweka nyuma. Najua mimi ndio udugu wako, msiri wako. Lazima shoga yangu usijali kwenye harusi. Yaani likimaliza jina la mama harusi lalofuata jina langu. Dada harusi Masika. Mwenyewe uwanjani. Mrs. Mwinyi. Hongera shoga yangu. Ni mwenyewe hapa sina makaja, yani una bahati tu umenikuta. Namalizia hii ndo namtilia timu fundi leo. Nataka vitambara vyangu. Awe kavikata, awe kashona ukosi na vichukua. Maana tokea siku nilompelekea mpaka leo hii hajavishona. Sielewi lugha yoyote. Mfuate ukamsifie na wewe bibi yule unamuogopa. Mfuate ukamsifie usiku aje kufanya kitu maepo shoga yangu. Shoga yangu ndisichelewe mimi naenda zangu. Haya mami karibu. Ndio hivyo hapo. Baadaye shoga yangu. Hongera Maya. Yani mimi ndo nilikuwa natoka hivi, yani bahati yako. Wewe nawe kiguna njia. Shoga yangu lazima nisipotembea itakuwaje? Yani najua shughuli inakaribia. Kwa hiyo acha tu nitembee. Nenda nikaambie watu. Haya. Kilicholeta nje tukae kwanza. Naona na mifuko tena wapi? Shoga yangu natoka hapo kwa biashara, mimi nakusikiliza nguo zangu. Leo ndo nikanipa tokea nilivyompelekea haya matambara. Haya sawa. Nande. Ana biharusi wetu kiguna njia. Haya shoga. Mimi niloleta hapa si dogo. Maana ni mimi nikabako kama usiku naona haukuchi. Nikasema hata nije nikutapikie udugu wangu. Wewe tena. Nami nipo na kusikiliza. Kwani Chaundini una taarifa kama Mwinyi anaoa? Masika na usitaki kunichekesha. Sasa sina nani wami. Umeshoga wangu bado uko nyuma kama mdogo wanti. Kwani mimi sijui kama Mwinyi anakuoa wewe? Mwinyi kuna mwanamke anaitwa Chala shoga yangu. Anaenda kumuoa ukiachilia wewe. Chala. Mwinyi huyu unamjua mimi. Yaani mume wangu wa baadaye. Na sio kumuoa tu. Tayari kashamjaza na mimba. Yaani hiyo mimba ndo chanzo cha hiyo ndoa. Na mimba tena. Chaundini. Msubiri. Haya, pigie. Ila tu mama, usije ukanitaja mjumbe hauawi shoga yangu.
Ukinitaja cha undimi, wewe ukinitaja baada ya leo mdomo wangu mimi nipate kitu cha kukwambia wewe ipite meli. Mpigie. Simu yenyewe naita na hapokei. Atapokea wapi na sasa hivi ananua mapempasi huko, maziwa ya makopo, mziwa kwa kuika baba. Kaa tu hapo jifunge malemba. Pesa nikombe tena itakuwa kweli. Yaani hapa nampigia simu hata kupokea pokee. Ndugu yangu, asante lakini kwa taarifa yako. Maana mimi sihitaji sasa hivi acha tu mimi nirudi ndani kwa sababu safari yangu siwezi nikaenda tena. Ndio hunisindikizi kwa hiyo. Yaani nenda tu kistaarabu. Cha undini. Wewe maana kuja kukwambia ameniponza. Sika asante. Cha ndimi. Na mambo na vijambo. Kusema kalio yangu mpaka siku ndio kuja kusudwa na mimi ndo nitakoma. Yes, hello babe. Mambo? Yes, mimi mzima, sijui wewe. Uko wapi mpenzi? Okay, unakumbuka nilikuahidi kuwa nahitaji kukupeleka nyumbani? Basi sawa, ile siku ni leo imefika. Basi sawa, naomba ujiandae, alafu mimi nakusubiri hapo. Pale pale tunapokutana siku zote bwana. Sawa. Okay, love you. Naambia Unapopendeza hivyo. na wachumba yako. Tumesimama tena. Babe. Tezi mara moja kuna mtu anahitaji kuonana naye. Then tutaenda nyumbani, sawa? Na nini tena na wewe? Una njia. Twende nyumbani kwanza. Yaani tuende hizi after tena huko. Si bora tumalizane na hapa tukienda huko tumeenda. Poa tena. Najua mimi sina. Please, one time. Dakika moja tunaomba. Ndio maana nakupenda.
Kitu nikatili. Chala, nini shida? Dada naumia. Unaomba umefanya nini? Mwinyi dada. Mwinyi? Alafu mbona damu? Mwinyi kakufanya kakubaka? Ni dada kalitoa mimba kwako. Kakutoa mimba? Kwa ulikuwa una mimba? Ndio dada, nimemwambia. Nasema ni sawa, atanipeleka kwao. Nimeenda, tumefika njiani, kaniambia tupite sehemu. Umeenda kuitoa mimba na rafiki yake. Koka wamekutoa wote wawili. Naumia dada. Jikaze. Mimi nitajua cha kumfanya. Yesu anajifanya yeye mjanja. Jamani, hebu twende ndani kwanza. Atanitambua leo. Pole, jikaze. Hey baby friends. Umesikia? Yaani nisikie muda wewe hakuhusu. Kwanza unatoka wapi? Nilikuwa tu kwa Lickman. Kwa kina Lickman. Na kwa nini simu zangu pokee? Unajua mpenzi, nilikuwa na kazi kidogo. Nikaona acha nimalizie kazi. Ili nikimaliza nikupigie tuongee kwa utuo kabisa. Kwa hiyo kazi na mimi bora zaidi kazi, si ndio? Hapana, sina maana hiyo. Alafu Mwinyi, nikuulize kiswali. Yaani unajikuta nani labda? Yaani wewe kila sehemu unasema wewe vibaya. Mimi. Kwa kisa kitu gani? Ujionee aibu. Isitoshe unaenda kumwacha. Na isitoshe umemtia na mimba kabisa. Kwa hiyo unaona, yaani unataka kunitia aibu mimi, si ndio? Mimi nataka kumwacha tena. Mimi nachelewa wapi na wapi, lakini nisikilize. Sitaki kusikia lolote kutoka kwako. Wewe unataka kunitia aibu mimi na familia yangu. Sikilize basi. Hao ni watu wanatia maneno ili kuvunja ndoa yetu. Mimi nakupenda wewe na ndio maana nimechoka hapa na wazazi wangu, nimekuja kutoa posa kwenu. Mimi nahitaji kukuoa wewe. Hayo mambo ya Chala ametoka wapi tena? Laiti ingelikuwa ni mtu mmoja basi mimi ningeamini. Lakini kijiji kizima hichi ambacho wewe wanakujua na hayo maneno yanaongelewa, nisikilize nikwambie. Tena nisikilize kwa makini Mwinyi. Mimi hautoweza kunitia aibu mimi wala familia yangu. Bali aibu utabeba wewe. Mimi naondoka. Ila Chandime.
Wewe kulikoni? Mbona nimeondoka hapa pako salama, saizi uko hivyo? Dada, nikuulize kitu. Uliza. Dada, mimi na kasoro gani? Kasoro? Mimi sioni kasoro yako yoyote ile. Kwani kuna nini mpaka unauliza swali kama hilo? Inahisi kama na kasoro. Haiwezekani kwamba mimi Mwinyi. Dada, unajua fika kama mimi Mwinyi nampenda. Lakini leo hii Mwinyi kamtia mwanamke mimba. Mimba? Mwinyi? Na isitoshe tayari ashatangaza ndoa. Na ndoa tena? Awe na ndoa mbili? Hivi Mwinyi ni huyu au unamjua mimi au wewe amekwambia nani ya maneno? Dada, dunia haina siri. Dunia haina siri. Mimi kila ninapopita maneno ndo hayo tu. Mwinyi. Hivi huyu Mwinyi anachukuliaje kwanza? Anatuchukulia sisi yani hatuna akili au vipi? Au anatuonaje kwanza mpaka anatufanyia vitu kwa hivi? Na kwa nini kama kututia aibu? Harusi bado wiki moja, yanaenda kutia mimba na kutangaza ndoa. Mwinyi kayakanyaga tena kayavuruga, na kama kamwaga ugali sisi tunamwaga mboga. Kitu ambacho kinaniuma zaidi dada yangu, lakini yani mimi kwa maamuzi yangu dada yangu, mimi bora ndoa iwe basi, sihitaji tena ndoa kabisa. Mimi mdogo wangu niko pamoja na wewe, awe mashole ukataa ndoa kabisa, na mimi ninavunja ndoa. Kuanzia ile ndoa hakuna na Mwinyi. Kumbe yule mshenzi, halafu hanijui uzuri mimi Kama yeye ni mwendazimu, mimi ni kichaa ambaye nilotoroka mpaka vyeti nimeviacha wapi? Hospitali. Sasa atanitambua na atanijua mimi nani. Hivi ananiletea ujinga kwenye familia yangu? Ananiletea madhambi kwenye familia yangu? Kwa kusudi lake mimi niingie aibu? Siwezi kubaliana naye. Tulia. Nafuata huko. Babu, wewe nilikuwa nakutafuta sana wewe. Mpenzi wa tabia. Ndio nini kumtia mdogo wangu mimi alafu kwenda kumwambia atoe? Kwa wewe ni kidogo sana kwamba ukitembea kila mwanamke alafu umwambie ushakuwa dokta wewe? Na kuuliza ushakuwa dokta? Sasa mdogo wangu akija kupata tatizo lolote, utakuja kumtambua mimi ni nani. Wewe unajifanya wewe ni mjali sana kwamba wanawake wote watake wewe, si ndio? Sasa nakwambiaje, akifa yule mdogo wangu utakuja kumla nyama. Tena utakuja kumla. Usintimbulie macho na macho yako. Utakuja kukutia vibao sasa hizi. Mbona lakini mimi sisiki na kitu. Usiki chochote kati mimi najua kila kitu. Wewe ulikuwa na mahusiano na mdogo wangu? Ile mimba na nani kama sio kwako? Wewe mshazi wewe hivi kusudi lako sasa liko kitu gani? Tuaziriki, tufezehe, tuaibike au nini kusudi lako wewe? Sasa ninachokwambia, kama uko umetia mimba kwangu harusi haipo. Umenielewa? Usitoe mashoko kama ulobana na mlango hapa. Umenielewa?
Na kuanzia hii leo ninavyosema, kula nyumbani usinikatishie. Nisije nikakuona hata mara moja. Nikija kukuona mwanaume wewe. Nikija kukuona mwanaume wewe. Kichwa chako halali yangu. Huwezi kani hata siku moja kwangu mimi ukapose alafu wengine ukatie mimba. Kwa ujana duga jale saolo kwa nao. Muangalie vile. Ndio maana chepaba kingi nyama. Kazi yake uhoni tu. Shwani mmoja wewe. Ufanye msungule hapa. Sangu mimi basi ushamtolea posa mwanamke mwingine na ndio maana ukaenda kumtoa kwa nguvu. Si ndio? Sasa nakwambiaje, huyo mdogo wangu utakuja kumuoa tena kiulazima. Na ole wako sasa usimuoe. Utanijua mimi nani? Ninacho tu mbavu mkubwa wewe. Vipi ndugu yangu? Upana kutoka kwema lakini. Kiukweli Lickman sio kwema kabisa. Lickman, mimi nahisi kama kwenye dunia mkosefu ni peke yangu. Na dhambi zangu zinanila kila leo. Sijui nitaiweka wapi sura yangu. Siku zote mimi napenda kukwambia, unapojaribu kuongea na mimi, hebu jaribu kuingia kwenye point. Hali ya Chala inazidi kuwa mbaya. Na muda wote tunaweza kumpoteza Chala. Chala si wa kupona. Amepoteza damu nyingi sana. Dada yake amekuja mpaka nyumbani na kunilaumu. Na wameshatambua kila kitu tulichokifanya. Huu ni msala rafiki yangu. Unaenda kuozea jela hivi hivi. Sikia nikwambie kitu kimoja. Wakati wa maamuzi tuliamua kutaka kufanya, tulishauriana, pia tukapanga mipango kazi, lakini Mwenyezi Mungu ametenda lake katika hili. Na kama wanafahamu, ni nani atakuwa amewaambia? Wamenigeuka, si ndio? Hivi Lickman, Chala alijuaje kama mimi nahitaji kumuoa mtu mwingine? Ikiwa Chala aliweza kulijua hili, vipi dada yake Chala asielewe mpango mzima tuliofanya na Chala amefika nyumbani kwao? Nimekaa kimya muda mrefu kukusikiliza. Ilikuwa nataka kuelewa point yako ni ipi. Hivi kwa akili zako timamu, mimi nikaozea jela. Sikia nikwambie kitu kimoja. Wakati tunapanga mipango ya kuamua kutaka kukusaidia, tambua ile janga ni la kwako, sio la kwangu mimi. Hiyo umeelewa vizuri? Alafu kuozea jela ni kutaka kwa mtu mwenyewe, na sio kwangu mimi. Na pia basi, nahisi muda wangu wa kukaa hapa kijijini tayari umeshamaliza. Ni heri tu mimi nikaondoka, nikapajua wapi kwenda. Ukihitaji kuozea jela, umehitaji wewe na familia yako, na sio mimi. Wacha nenda ambapo ninapofaa. Sio, umeelewa? Kwa swala la mimi niseme nikimbie hii kesi hapa, kiukweli naona kwa dhambi nilizofanya zinatosha. Siwezi kuendeleza kufanya dhambi tena. Mimi nitakaa nione tu hatima yangu ni ipi. Ninachotaka kujaribu kwa sasa ni kwenda kumsaidia Chala, nione vipi naweza kuipambania afya yake. Sawa. Wewe subiri hatima yako. Ila sana mimi nitende hatima yangu kabla yako hajakufika. Ni vyema tu ukaamua kutafuta njia ile nyoka kuliko kupita njia yenye vikwazo vingi, ingali kwa njia kunyoka hivi. Nikutakia tu maisha mema. Endelea kupambania hatima yako. Tuonane wakati mwingine. Endelea ndugu yangu. Tutakutana wakati mwingine. Sawa. Lakini Lickman, mipango tulipanga pamoja. Nifanye nini mimi? Amefuata nini hapa?
au mkuja kuhakikisha kwamba ipo hai yale. Na usijilize vya uongo. Mnafiki mkubwa, shetani. Najua dhamira yako. Hivi unafikiri kwamba atakusamehe? Alafu hivi unadhani ukijiliza hivyo kwamba ukitia huruma na sura yako hivyo kwamba sisi tutakuona kwamba wewe ni wa tofauti? Sisi tushakuona wewe ni shetani na huwezi kubadilika kama. Ondoka, sisi hatatu tutajata kukuona kwa macho yako. Rachel, yuko ni mpaka nimefika hapa na kambua makosa yao. Naomba mnisamehe sana. Ni shetani tu alinipitia. Usinipigie magoti kwamba unione kwamba una nafasi sana na mdogo wangu. Huna mapenzi yoyote. Mnafiki kubwa, shetani kubwa. Yuko Rachel, mimi naomba radhi. Na mimi ni mtu mpya. Najutia makosa yangu yote. Najiona mwanaume mpumbavu ambaye nimeshindwa kutambua thamani ya upendo wa Chala kwangu. Chala la penzi changu. Naomba unisamehe. Naahidi kubadilika. Na haitajirudia tena. Rachel, kama hutojali, naomba nimuoe Chala. Muoe Chala? Hivi una akili timamu wewe? Hivi mimi naweza nikamwozesha mdogo wangu katika mtu ambaye haeleweki kama wewe, kinyogoo wa kurukaruka, si ndio? Na vipi kuhusu yule ulomchombea? Shazoea kuharibu na huyu mdogo wangu pia mwaribu. Kama nilivyokuahidi, naahidi kubadilika. Na hii haitajirudia tena. Chala kipenzi changu, naomba unisamehe sana. Sikuwa na dhamira ya kukuumiza. Na sikutegemea kama yote yangetokea. Kiukweli rafiki yangu ndo alinishawishi nifanye hivi. Lakini mimi nipo tayari kumsaidia Chala. Chala, isije kama nena kazi ya sana kumbe mwenzangu wewe kwenye moyo wako wala kumbe bado unampenda. Na najua nafasi ya mapenzi inakuwa ni watu wawili wakipendana, adui anakuwa hana nafasi. Kwa mimi siwezi kujua, ninaweza nikaongea sana kumbe mwenzangu kwenye moyo wako umemweka. Kwa mimi siwezi kuingilia sana. Wewe mwambie mwenyewe. Naomba unisamehe sana. Nakupenda sana Mwinyi. Nakupenda pia Chala.